Banner. Hey, Banner. No Banner, only Hulk. What are you doing? It's me. Unapotazama filamu za Hollywood, hushangai kuona viumbe wa ajabu mbalimbali ambao ni wa kufikirika, wakitenda kama binadamu au kufanya matendo ya kishujaa ambayo humwacha mtazamaji akijiuliza maswali mengi. Kipi kiendeleacho kwa viumbe hawa kusawiri kama binadamu na mwingiliano wake? Basi wacha nikufunulie nyuma ya pazia. Mocap, kwa kirefu motion capture, ni teknolojia inayorekodi mwendo wa mwili wa binadamu au mnyama na kisha kubadilisha kuwa data kidijitali. Data hiyo hutumika kuhamisha uigizaji huo wa kweli na kwenda kwa kiumbe wa 3D. Kwa mara ya kwanza kwenye miaka ya 1970 hadi mwaka 1980, Mocap ilitumika zaidi kwenye maabara ya utafiti wa viungo vya mwili, yani biomechanics, na mafunzo ya michezo. Ilitegemea magnetic tracking na mechanical sensors, sio kamera na dots kama tunavyoona leo. Ilipofika miaka ya 1990, Mocap ilianza kuingia kwenye michezo ya video na filamu. Mfano, kampuni kama Acclaim Entertainment walitumia Mocap kutengeneza animation za michezo ya mapema ya video kama Mortal Kombat na sport games. Filamu ya kwanza kubwa kutumia Mocap ilipofika mwaka 1990 hiyo Total Recall ya mwaka 1990 ilitumia mbinu za motion tracking kwa baadhi ya effects. Lakini filamu iliyoleta mabadiliko makubwa ni The Lord of the Rings, The Two Towers ya mwaka 2002, ambapo Andy Serkis aliigiza kama Gollum. Hapa ndipo dunia ilipoona kwa mara ya kwanza uigizaji wa Mocap ukiwa na hisia na ubinadamu halisi. Ilipofika miaka ya 2000 hadi kufikia hivi leo, Mocap ikapanuka sana kupitia filamu kama King Kong ya mwaka 2005. Mwigizaji Andy Serkis alicheza tena uhusika wa King Kong. Avatar ya 2009, James Cameron alisogeza teknolojia mbele kwa kutumia performance capture ambayo haishiki tu mwili bali pia misuli ya uso kwa undani. Planet of the Apes trilogy ya mwaka 2011 hadi mwaka 2017 ikaonyesha kiwango cha juu cha realism. Teknolojia hii ya Mocap hufanya kazi kwa mtindo wa namna hii. Mwigizaji anavaa suti maalumu yenye alama au markers. Kamera maalum au sensor hurekodi mwendo wa alama hizo. Harakati zilizokusanywa kubadilishwa kuwa data ya mwendo ama motion data. Data hiyo inahamishwa kwenye software ya 3D kama Maya au Motion Builder. Hatimaye mwendo huo unapelekwa kwa karakta ya 3D. Yapi maoni yako kuhusu historia hii? Tucharazie kwenye uwanja wa comment.